Wanawake ni kama udongo. Chochote unachomfanyia ni mbegu unaipanda kwenye huo udongo. Maneno unayomtamkia, vitu unavyomfanyia ni mbegu unapanda. Kama hupendi kile ambacho mke wako anafanya au namna anavyo behave, badilika unavyomfanyia na unavyomtendea, kwa sababu chochote unachompandia mwanamke ni kama udongo. Unapanda mbegu, unapanda na utavuna. Sasa saa ya kuvuna ikifika, ndio unaona wababa wengi wanakimbia, anakimbia nyumba, anakimbia familia, kwa sababu they can't take it. Wanawake wengi ambao unawaona leo ambao ni wakaidi, wajeuri, wanachukia wanaume, wana bitterness, wameumizwa, wameumia, mioyo yao ina majeraha, wana vidonda, na sasa hiyo sumu wanaieneza mpaka kwa watoto. Vitoto vya kike hivi nakuwa anatoka nyumbani, mama yake kashamwambia usiamini mwanaume. Mwanaume sio ndugu yako, ujifunze kuficha, uwe na vya kwako, vingine leta huku nyumbani takufichia. Huyo ni mama mwenye pain, ana pain. Wakina baba, Mungu atusaidie. Lakini na sisi kina mama pia, sisi ndio tunatengeneza mazingira ya huyu baba kama atakaa nyumbani atulie ama afanye mambo mengine. Sababu Biblia inasema ni kitu kigumu sana kuishi na mwanamke mwenye kelele. Biblia inasema ni afadhali kukaa kwenye dari ya nyumba kuliko kukaa kwenye nyumba moja na mwanamke mwenye kelele. Ukiwa ni mama ambaye ni perepeche, kitu kidogo umelalamika, kitu kidogo umelaumu, kitu kidogo umesema, vitu vingine tunajifunza kuignore kwa sababu hujaolewa na malaika, atakosea lazima. Sasa kama mama lazima ujifunze the art of keeping quiet sometimes. You don't have to fight over everything. You don't have to quarrel over everything. Unaweza ukazuia magomvi kwa kufanya nini? Na unapoona huku ndani kumechemka, hasira imekuwa kali, sio wakati mzuri sana wa kuzungumza. Subiri upoe. Ukipoa utazungumza kwa hekima zaidi kuliko ukizungumza ukiwa umejaa. Wanatukosea sana, lakini kama unaitaka ndoa yako, you must learn to keep quiet.